sheriayamungu.org. Kiambatisho 8. Zaka na malimbuko. Kwa nini haziwezi kutekelezwa leo? Zaka na malimbuko zilikuwa sehemu takatifu za ongezeko la Israeli. Kutoka katika ardhi, Kumbukumbu la Torati 14:22, na kutoka katika mifugo, Mambo ya Walawi 27:32, zilizoamriwa na Mungu kuwasilishwa katika patakatifu pake, mbele ya madhabahu yake na mikononi mwa makuhani wake wa Walawi. Amri hizi hazikuwahi kufutwa. Yesu hakuzifuta. Lakini Mungu aliondoa hekalu, madhabahu na ukuhani na kufanya utii kuwa hauwezekani leo. Kama ilivyo kwa sheria zote zinazotegemea hekalu, mbadala za kielelezo si utii bali ni ubunifu wa kibinadamu. Kile sheria ilichoamuru. Sheria ilifafanua zaka kwa usahihi kamili. Israeli walitakiwa kutenga sehemu ya 10 ya ongezeko lote, nafaka, divai, mafuta na mifugo, na kuileta katika mahali Mungu alipochagua. Kumbukumbu la Torati 14:22 hadi 23. Zaka haikusambazwa katika maeneo ya karibu. Haikutolewa kwa walimu waliochaguliwa na mtu binafsi. Haikubadilishwa kuwa mchango wa fedha, isipokuwa katika hali maalumu ambapo umbali ulilazimisha ubadilishaji wa muda. Na hata hivyo, fedha hizo zilipaswa kutumika ndani ya patakatifu mbele za Mungu. Kumbukumbu la Torati 14:24 hadi 26. Zaka ilikuwa ya Walawi kwa sababu hawakuwa na urithi wa ardhi. Hesabu 18:21. Lakini hata Walawi walitakiwa kuleta zaka ya zaka kwa makuhani katika madhabahu. Hesabu 18:26 hadi 28. Mfumo mzima kulitegemea hekalu linalofanya kazi. Malimbuko yalikuwa na muundo mkali zaidi. Mwabudu aliyabeba malimbuko ya mavuno moja kwa moja kwa kuhani, akayaweka mbele ya madhabahu na kutoa tamko la maneno aliloamriwa na Mungu. Kumbukumbu la Torati 26:1 hadi 10. Tendo hili lilihitaji patakatifu, ukuhani na madhabahu. Jinsi Israeli walivyotii. Israeli walitii sheria hizi kwa njia pekee ambayo utii uliwezekana, kwa kuleta zaka na malimbuko kimwili hekaluni. Malaki 3:10. Hakuna Mwisraeli aliyebuni toleo la kielelezo au la kiroho. Hakuna asilimia iliyowahi kuelekezwa kwa viongozi wa kidini wa mahali. Hakuna tafsiri mpya iliyoongezwa. Ibada ilikuwa utii, na utii ulikuwa hasa kile Mungu alichoamuru. Zaka ya mwaka wa 3 pia ilitegemea Walawi, kwa sababu wao si watu binafsi, ndio waliokuwa na jukumu mbele za Mungu la kuipokea na kuigawa. Kumbukumbu la Torati 14:27 hadi 29. Katika kila hatua, zaka na malimbuko vilikuwepo ndani ya mfumo Mungu alioweka: hekalu, madhabahu, Walawi, makuhani na usafi wa ibada. Kwa nini utii hauwezekani leo? Leo hekalu halipo, madhabahu halipo, ukuhani wa Walawi hauhudumii. Mfumo wa usafi hauwezi kufanya kazi bila patakatifu. Bila miundo hii aliyotoa Mungu, hakuna mtu anayeweza kushika zaka au malimbuko. Mungu mwenyewe alitabiri kwamba Israeli wangekaa siku nyingi bila dhabihu wala nguzo, bila naivera wala terafimu. Hosea 3:4. Alipoondoa hekalu, aliondoa uwezo wa kutii kila sheria inayolitegemea. Kwa hiyo, hakuna mchungaji Mkristo, misionari, rabi wa Kimasihi au mfanyaji mwingine wa huduma anayeweza kupokea zaka ya kibiblia. Hakuna kusanyiko linaloweza kukusanya malimbuko. Hakuna utoaji wa kielelezo unaotimiza sheria hizi. Sheria inafafanua utii, na hakuna kitu kingine kinachoitwa utii. Ukarimu unahimizwa.
lakini si zaka. Kuondolewa kwa hekalu hakukuondoa wito wa Mungu wa huruma. Baba na Yesu wote wanahimiza ukarimu, hasa kwa maskini, wanaodhulumiwa na wahitaji. Kumbukumbu la Torati 15:7-11, Mathayo 6:1-4, Luka 12:33. Kutoa kwa hiari ni jambo jema. Kusaidia kifedha kanisa au huduma yoyote hakukatazwi. Kusaidia kazi ya haki ni jambo la heshima. Lakini ukarimu si zaka. Zaka ilihitaji asilimia maalumu, vitu maalumu, ongezeko la kilimo na mifugo, mahali maalumu, patakatifu au hekalu, mpokeaji maalumu, Walawi na makuhani, hali ya usafi wa ibada. Hakuna hata kimoja kati ya hivi kilichopo leo. Ukarimu, kwa upande mwingine, hauna asilimia iliyoamriwa na Mungu. Hauna uhusiano na sheria za hekalu. Ni wa hiari, si amri ya kisheria. Ni udhihirisho wa huruma, si mbadala wa zaka au malimbuko. Kufundisha kwamba muumini lazima atoe asilimia 10 leo ni kuongeza maandiko. Sheria ya Mungu haitoi mamlaka kwa kiongozi yeyote, wa kale au wa sasa, kubuni mfumo mpya wa utoaji wa lazima badala ya zaka. Yesu hakufundisha hilo. Manabii hawakufundisha hilo. Mitume hawakufundisha hilo. Zaka iliyobuniwa ni uasi, si utii. Wengine leo hujaribu kubadilisha utoaji wa fedha kuwa zaka ya kisasa, wakidai kwamba kusudi lake linaendelea hata kama mfumo wa hekalu haupo. Lakini huu ndio hasa utii wa kielelezo ambao Mungu anakataa. Sheria hairuhusu zaka kutafsiriwa upya, kuhamishwa au kupewa mtu mwingine. Mchungaji si Mlawi. Kanisa au kusanyiko la kimasihi si hekalu. Mchango si malimbuko. Fedha zilizowekwa kwenye sanduku la sadaka haziwi utii. Kama ilivyo kwa dhabihu, sadaka za sikukuu na taratibu za utakaso, tunaheshimu kile sheria ilichoamuru kwa kukataa kukibadilisha kwa ubunifu wa kibinadamu. Tunatii kinachoweza kutiiwa na tunaheshimu kisichoweza. Zaka na malimbuko bado ni amri za milele, lakini utii wake hauwezekani mpaka Mungu mwenyewe arejeshe hekalu, madhabahu, ukuhani na mfumo wa usafi. Hadi siku hiyo, tunatembea katika kumcha Bwana kwa kutoa kwa ukarimu tunapoweza. Si kama zaka, si kama malimbuko, si kama utii wa asilimia yoyote, bali kama udhihirisho wa rehema na haki. Kubuni mbadala ni kuandika upya sheria. Kukataa kubuni mbadala ni kumheshimu Mungu aliyenena. Mfululizo huu na masomo mengine mengi kuhusu sheria ya Mungu yanaweza kupatikana kwenye tovuti sheriayamungu.org.